mlango huu wa fadhila za mwenye kumfuturisha aliyefunga na fadhila za mfungaji ambaye watu wanakula kwake, kadhalika na dua ya mwalikwa kwa mwalikaji. Anapoalikwa Muislamu atakikana amuombee yule aliyemwalika baada ya kula dua gani. Hapa patazungumzwa ahadith zinazofungamana na hayo. قال رحمه الله تعالى عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi hii asema: man fattara saiman, mwenye kumfutirisha mfungaji au aliyefunga, kana lahu mithlu ajrihi, atapata thawabu mfano wa thawabu zake yule mfungaji, ghaira annahu la yunqasu min ajri as-saimi shay'un, bila ya yule mfungaji aliyefuturu kwake kupunguziwa chochote katika thawabu zake. ما يستفاد من هذا الحديث فيه الحث على إطعام الصائمين، فيه فضل أو فيه الحث على إطعام الصائمين. hapa katika fawaid tunazipata tuhimizwa kuwalisha waliofunga, kuwafuturisha wale waliofunga, wa fadlu man yaf'alu dhalika, kadhalika tutajiwa fadla ya mwenye kufanya hivyo. فيه الحث على إطعام الصائمين وفضل من يفعل ذلك. anayemfuturisha aliyefunga na yeye atapata mfano wa ajiri yake. Bimaana yawezekana kuwa mtu hakufunga, yeye hakufunga, lakini akamwalika kwake yule aliyefunga, akaandikiwa ajiri kana kwamba yeye pia mfanini amefunga. Akiwaalika wawili ni kama amefunga siku ngapi? 2. Watatu amefunga siku 3. Na ikiwa yeye amefunga za wangapi hizo? 4. Wa hakadha. Kwa kuna uwezekano Muislamu akafunga Ramadhani moja, lakini akaandikiwa amefunga Ramadhani ya miaka mingi sana. Na lazima Muislamu uwe mwerevu katika kujenga akhira yako, sababu ikiwa yawezekana Allah amekuwa wasa waweza kufuturi subhana ile Ramadhani moja, mfano mtu akaweza kufuturisha watu 10 kila siku moja, maana yake ni kuwa kila siku moja Ramadhani aliyofunga ana yake na ya watu 10, amefunga siku 11 katika kila moja. Wale watu wakiwa 11 mfano, maana yake ni wangapi wote? 12. Ukipiga hesabu mwisho wa mwezi, hata wawe 10 mfano, mwisho wa mwezi atakuwa amefunga Ramadhani za miaka mingi sana. Unaona, amefunga Ramadhani nyingi sana, yani amefunga yake moja, na wale watu 10 Ramadhani ya miaka 10, ikiwa amelisha kila siku maskini 10 au wafungaji
10. Kwa hiyo amefunga Ramadhani ya miaka 11 mtu mmoja. Akiweza kufuturisha watu 100 huyo amefunga Ramadhani ya karne nzima. Sasa Muislamu akiwa Allah amempa wasa, nafasi kama hizi azitumie sana. Kuna fadhila nyingi sana ndani yake. Ukienda katika baadhi ya nchi, hasa naweza kutaja bidhabt hizi nchi za Kiarabu kule, utapata ikifika mwezi wa Ramadhani wale matajiri washindana katika kuwafuturisha wafungaji. Kuna khema nje wekwa, watu wanapotoka msikitini utaona ala pale amaliza kula, hana haja hata ya kupika nyumbani, amaliza kula. Sasa yale mashindano ukiona baina ya wale walio na uwezo pale, kila mmoja akamata msikiti wake, kuwa mimi hapa nafuturisha mwezi mzima, wewe ukaja wewe mimi bwana nataka kufuturisha kwamba kuna bwana amekutangulia hapa mwezi mzima afuturisha. Huku kwetu kuhitajika zaidi, sababu wengi katika watu hawana uwezo. Kuna watu wafunga kile wanachofuturia ni kile wanachokipata msikitini, ndio akishakula ya shakula basi, kienda nyumbani hana kitu. Wako watu namna hiyo. Kwa hii nafasi ni majali ya mtu katika khairi, ikiwa Allah amekupa uwezo. Ikiwa uwezo wa kufuturisha watu wengi huna, basi hushindwi wewe kuchukua hata mtu mmoja au wawili ukaweza kuwafuturisha. Fanya bidii, watu washindane katika kuwalisha maskini, hasa katika mwezi wa Ramadhani. Na hii fadhila si katika mwezi wa Ramadhani peke yake, fadhila hii iko siku zote, lakini tutataja Ramadhani kwa sababu tuna hakika kuwa watu wamefunga. La sivyo hata siku ya Alhamisi na Jumatatu waweza kualika watu waliofunga, ukawalika nyumbani kwako, ukapata ajiri mfano wa ajiri za wale waliofunga ile somo ya sunna. Kuna watu wale hawawezi kufunga, yeye hawezi kufunga, si kuwa hawezi kufunga, ni uvivu, lakini werevu. Akijua kuna watu fulani hawafunga, hawaalika, achukua rahisi zile thawabu kwa kutoa mali yake au kutoa chakula. Huyo mwerevu wa kuijenga akhira yake. Na ndivyo inavyotakana Muislamu awe afikiria namna gani kuijenga akhira. Bimaana yawezekana mtu kuishi miaka michache ulimwenguni, lakini akaandikiwa thawabu za mtu aliyeishi miaka mingi sana. Kweli? Yani wefikiria aliyelisha maskini 50 au wafungaji 50 Ramadhani nzima kila siku mfano. Maana yake katika kila siku moja amefunga siku 50. Kwa hiyo akimaliza Ramadhani yake ni kama mfunga Ramadhani miaka 51 kwa idadi ya wale watu. Pengine yeye asiishi ile miaka asiishi. Huyu akifanya hivi kwenye Ramadhani 2-3, yani kama mshi miaka 150 200 ambayo hataishi kikweli miaka hiyo. Sasa hisabu kama hizi atakana Muislamu azipige kwa makini. Kuna kitabu niliwahi kusoma chaitwa Kaifa tutilu umraka al-intaj. Kaifa tutilu umraka al-intaj. Memsahau An-Nuaim kitu kama mwisho jina lake, lakini ukiandika katika Google kiko PDF bure, Kaifa tutilu umraka al-intaj. Yule bwana rahmatullahi alayhi shafariki aliandika kitabu, na hivi vitabu vyote anavyoandika kaifa vaitwa hivyo, sahibu kaifa tarfa'u darajataka fil janna. Nilikuwa napenda sana kuvisoma vitabu vyake, sababu yazungumzia kuhusu ibadat na fadhail raqaiq. Asana kitabu kita kaifa tutilu umraka al-intaj. Maana yake nini? Pale ndani amezungumzia ibada ambazo ukizifanya
waweza kufanya ibada ambazo zitahesabika miaka ambayo wewe hutaishi. Yani kwa mfano mtu akisimama usiku wa Lailatul Qadri kufanya ibada, atahesabiwa ni kama amefanya ibada miaka 80 na sasa yeye wakupigia hesabu, fanya bidii katika ibada hii. Ikiwa utaipata Lailatul Qadri kwa Ramadhani 10 ya kupigia hesabu, ni sawa sawa na karne 8. Nani ishi karne 8? Hakuna naishi. Sasa iwataja zile ibada kama hivi, sasa kufuturisha mwenye kufunga, kisha iwakueleza namna gani wapata ajiri ya miaka kadhaa kwa kufanya ibada hii. Kwa hiyo wafanye ibada chache lakini waandikiwa ajiri ya miaka mingi sana kule mbele. Na hisabu hizi ukizipiga kwa makini utakusanya ajiri kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Muislamu kuwa mwerevu katika kuinga akhira yako. Wewe wasikia adallu ala alkhairi kafa'ilihi, mwenye kuongoza watu katika khairi ni kama aliyeifanya khairi ni yeye. Na wewe ni talib ilmu, kwa mfano umesikia hadithi ina ajiri kadha wa kadha, ile hadithi ile ukatoa khutba ukawahimiza waislamu kuifanyia kazi, yarhamukallah, ukawahimiza waislamu kuifanyia kazi. Kila atakayefanyia kazi ni kama umejiwekea sehemu ya kujikusanyia thawabu, na wewe hupo pale. Sasa wewe ukawahimiza watu kwa mfano kujibidiisha katika kuutafuta usiku wa Lailatul Qadr Ramadhan, watu wakahamasika katika hilo, qiyamul layl siku zote 10 wakukosa, sababu wewe uliwazungumzia ukawaelezea fadhila hii. Kwa kila anayefanya ile ibada wewe utaandikiwa pia ajiri hiyo. Sio, umeelewa hapa? Sasa fikiria wewe Lailatul Qadr yako wewe uliosimama, Allah akikutakabalia uliofanyia ibada wewe, kisha na watu wengine katika msikiti talib ilmu uliowafundisha kama 100-200 katika khutba ya Jumaa, wote wakafanyia kazi kile ulichowaelekeza. Ujue kwa kila mmoja pamoja na kwa ajiri yake haipunguzwi, na wewe pia wapewa ajira. Sasa hapa Lailatul Qadr yenyewe ni zaidi ya miaka 80 wewe peke yako, na una watu kama 100 hivi wote wakafanya ibada katika siku zile kwa sababu wewe umewahamasisha. Ujue wewe umepata Lailatul Qadr ngapi? 100 nyingine za juu, na kila moja katika zile 100 ni miaka 80, na umekusanya ngapi? Utaishi miaka 1800 nayo. Subhanallah, kuna njia nzuri hizo waweza kutumia katika kukusanya ajri na kurefusha umri wako ambao hutaishi. Unafanya bidii katika hilo. Kwa hivyo hili jambo la kufuturisha waliofunga ni njia sahali sana ya mtu kukusanya ajri. Narudia tena hii faida kuwa mtu aweza kufunga Ramadhani moja lakini akaandikiwa Ramadhani ya miaka mingi ambayo hataishi. Lakini ni uwe mwerevu katika kuitafuta akhira yako. Ukisoma herufi moja katika Qur'an ni hasana, wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Sasa fikiria wewe ukanunua misahafu 10 tu ukawapa hufadhul Qur'an, msahafu mzuri kabisa, ana utumia wewe, ni kama umejiwekea watu 10 wewe ukiwa unlala wakisoma, wewe endelea kupata ajira tu, kila moja hasana, na wale hawapunguziwi ajira yote, wewe wajikusanyia tu. Ambapo hii haitakiwi tajiri kufanya, basi akili pia una ukatumia akili yako katika kujijengea akhira yako, sahali kabisa. Ukanunua msahafu ukapeleka msikitini, kila anayesoma katika ule msahafu kila herufi moja na wewe pia uandikiwa ajira. Lakini sisi wasijui kwa nini, yani tunajifanya werevu katika mambo ya kidunia, dunia masha Allah, lakini mambo ya akhira jahil kabisa, hataki kujua. Bali hata ukamjanjarusha ukamfuata mtu ambaye ana uwezo, ukamwambia angalia kuna khairi hii usiiache,
mfano kwambia nunua msahafu, maana mimi na njia zangu za khairi nyingi nazijua, aona pia wamfanya mjinga kama wamtega, kwa sababu si mwerevu sana katika mambo yake ya kidunia, hata yale ya akhira pia hayasahau. Muislamu atakani kwa hivyo, wallahu almusta'an. Kwa hiyo ni jambo la kuhimizana katika kuwafuturisha wale waliofunga. Hatushindwi. Mimi nawaambia kitu kimoja, wallahi ukiangalia makini ushindwe. Chakula kila siku asubuhi watu watupa mwezi wa Ramadhani. Manake mtu akiwa na ndaa ataka kupika kila kitu. Yani hata akiulizwa wafanya nini magharibi pale baada ya maghrib, wafanya nini sasa, akwambia napiga piano. Maana ingekuwa mpiano katilesi, si kababu, si vitu gani hivyo. Wengine usema hivyo. Ala ataka kula kila kitu. Sasa wewe angalia makini. Kila chakula kile. Wala hii, mwaweza kula watu watatu wanne. Kesho kusiwe na israfu. Kwa hakuna chakula kitamwagwa. Basi alhamdulillah, chukua mtu mmoja, wawili, watatu. Msikitini wajua hawa wana uwezo, wachukue. Nenda na wao. Mufuturu pamoja. Jipangie Ramadhani hii inaokuja. Insha Allah Taala angalau nipate Ramadhani 5, si hii peke yake. Allah akinipa uhai na uzima nitafanya kama iwe Ramadhani 5. Si lazima ualike kwako pia. Beba dishi jaza mijia zikarai sijui nini, beba dishi zima na tende, kisha uweke kijisehemu chako msikitini pale, waganyizia watu tu, watu waje wafuturu pale, waandikiwa thawabu hivyo hivyo. Haya, hilo jambo inshallah kila mmoja wetu aweke azma, kiwa Allah amempa uwezo kwa Ramadhani itakayokuja inshallah tafanya bidii iwe hivyo. Na hili pia laingia katika kuwasaidia familia ambazo hazina uwezo, kuwapa mfano ration ya Ramadhani. Mtu akajipangia ikifika Ramadhani mimi nitasimamia kama familia 5. Basi waona mpesa ngapi? Yani lau kama utajipanga mwaka mzima wewe kwa ajili ya Ramadhani, waweza kuweka sehemu katika mali yako, sema hii nitasimamia kama familia 5 tu, niwapelekee unga, sukari, mafuta, vile vitu vyatumika kupikia. Kila wale familia nzima, fikiria familia nzima labda ina watu 9 10, kila magharibi wakikaa wakila, na wewe waandikiwa ajira, umefuturisha hao watu. Sasa wewe hesabu kama hizi kuwa nazo nyingi, piga hesabu hii, vyovyote unavyoweza kutengeneza ajira yako, wewe tafuta njia, penyeza pale, ujiwekee rasidi yako ya ajira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ambayo watu watatamani hasana moja hawatoipata. Kule hakuna tena amali. Ad-dunya dar al-amal, ama akhira ni hisab. Faida ya pili namalizia, adhimu fadlillahi ala ibadihi. Adhimu fadlillahi ala ibadihi, fadla kubwa ya Allah juu ya waja wake. Tazama, afanya amali ndogo pata ajira kubwa sana.